Wewe kama ni mwanamke ambaye ule wakati wa kuvumbulana unamwaga maji, una squat, hebu njoo, sogea karibu, tafuta mahali ukae, kwa sababu nataka uendelee ama uzidi kula hivi vyakula mtakavyokutajia, ili wakati wa kupiga show, wakati wa kuvumbulana shekhe, uzidi kutoa maji, kwa sababu hayo maji huenda yakapungua, yani kwa muda yanakwenda mpaka yakapungua, kiasi cha kwamba vile ambavyo unavumbulwa, kama ulikuwa unatoa maji yanafika mpaka kwenye dari, sawa itafika muda mwingine maji yataanza kushuka, yataanza kupungua. Sasa ili uweke ile minimum spot ya kwamba ukivumbulwa ni lazima utoe maji na maji yanalenga juu kwenye dari, basi tafadhali mwanamke mwenzangu, kula hivi vyakula ili uzidi kutoa maji. Kwanza kabisa, chakula ambacho unafaa kukila ama kitu ambacho unafaa kula, jamani, ni tikiti maji, ama ukipata hata juisi yake. Nasemaje? Unachukua tikiti maji, kama utalitafuna, utafune na tembe yake, lakini itanoga zaidi iwapo utatengeza juisi, alafu unakunywa glasi 2 mpaka glasi ya 3. Wewe ukijua leo watu watakuwa na show, yani itakuwa mnapiga show sana, na mwanamume pia hii inakuhusu. Ukiona tikiti maji huko, mnunulie mkeo. Jamani, zingatia mwanamume kumtoa mwanamke wako ama mke wako maji. Kitu chengine jamani ni karafuu. Karafuu ni kitu kidogo, lakini ina ukubwa mwingi sana, kwa sababu raha ya kutoa maji ni pale mahali panapotoa maji pawe pako na joto fulani hivi, pawe na mvuke, pawe na mnato. Sasa hii karafuu inaongeza joto, inaongeza msisimko, yani mpaka mwanamume akiingia yeye anakojoa na wewe unarusha maji. Hakuna kitu kitamu kama kukojoa pamoja shekhe. Muda mwingine wewe unajikosesha pepo wakati iko hapa duniani kwa kukataa kukojoa na mpenzi wako. Yeye anarusha maji na wewe unatoa maji, wewe unafanya masiara. Karafuu tiba, dawa nzuri tu ya kuongeza joto, kwa sababu mwanamume akiingia ndani ya kipochi manyoya lazima kuwe na joto fulani, lazima kuwe na heka. Sio unaingia mwanamume anakupata huko baridi, hainogi. Sasa unakunywa kila siku asubuhi, kama utatengeza chai yako ya karafuu, unaelewa, kama utachanganya na mdalasini, utatia na tangawizi yako, lakini karafuu, sawa na ikiwezekana unachemsha maji, unatia punje zako 6 ama 7 ama hata 10. Muhimu sisi tunataka ile karafuu ichemke. Alafu sasa katika kuinywa usitie sukari, tia asali, japo hata kijiko kimoja. Utakuja kunipatia majibu, niko pale nimekaa. Lakini pia tumia juisi ya bamia na nanasi. Bamia ni mabenda ama kizungu inajulikana kama okra. Sasa hapa utakata bamia zako 3 mpaka 5 vipande vidogo vidogo, utaliweka kwenye glasi yako ya maji ya moto kwa masaa labda 4 hivi, naelewa kwa sababu kitu kinachohitajika hapa ni yale maji ambayo itakuwa yamefanya ute fulani, sawa Kwa hivyo utayanywa yakiwa yamefanya ute, sawa Kwa hivyo utachuja yale maji, bibana utapata ule ute wa maji ambayo yametokea kwenye bamia, na bamia zitakuwa ziko kando. Alafu yale maji ambayo yatakuwa yamejaa ule ute, manaki maji yatakuwa yanavutana fulani, kwa kusoki tu hizo okra ama bamia ndani ya masaa 4, alafu unachanganya na juisi yako ya nanasi. Shekhe, unatoa ute bin utelezi, umetengeza utamu lakini na harufu.
Mwanamume akikupiga mnyonyo hivi anatamani kukitafuna kipochi manyoya, wewe unafanya masiara. Achana na nanasi shekhe. Kando na kwamba unatoa harufu nzuri kwenye kipochi manyoya, lakini pia yani yule mwanamume anasikia yani kama kutafuna fulani hivi, anataka kitu kingine ambacho unafaa kuwa mazoea nayo na kuongeza chai maalum ya tangawizi. Sawa, ndani yake kuna mdalasini, ndani yake unatia aswali, ndani yake hata ukitia karafuu pia ni sawa. Sawa, lakini hususan hii chai ni ya kuongeza hayo maji tunayoyazungumzia, alafu na joto. Maana tangawizi naye kiboko. Achana na tangawizi kiboko sana cha joto. Mdalasini ndio usiseme kabisa. So hapo unachanganya katika kupata joto, lakini pia kuongeza yale maji. Kwa hivyo unahakikisha unakunywa ikiwa bado ni vuguvugu, sio moto, lakini ni lukewarm. Yani unaweza kuinywa taratibu, 1 hour before kwenda kuonana na mpenzi wako, wakati wa kwenda kuvumbulana. Maji utatoa mpaka utatoa tena. Hakuna kitu kitamu kama mwanamke kurusha yale maji. Lakini pia mwanamke mwenzangu, unakunywa maji ya kutosha, kwenye glasi 5 hadi 6. Usicheze chini ya glasi 8 kwenda chini. Hata ikiwezekana piga 8 mpaka 12. Jamani, wakati ule wa kuvumbulana, kama mwanamume anatoa maji yake ya mwilini kwa kutoa lile jasho, sawa, lazima yeye pia awe anakunywa maji kurejesha yale maji aliyoyatoa. Maji ameyatoa kwenye majasho, lakini pia ametoa kwenye mishusho ama kwenye shahawa. Na wewe mwanamke pia unatoa jasho, bimaana maji yametoka, lakini yale ambayo pia utakuwa umeyasquat itakuwa yamepungua. Alafu haya maji yanayotolewa na mwanamke, jamani, sio mikojo. Kuna tofauti kubwa sana baina ya haya maji kwa mwanamke anayesquat na mikojo. Mikojo ukiona ina rangi yellowish, ina harufu, na ukiramba hivi na kama ladha fulani hivi. Haya maji, hata mwanamke wako akikwambia nasikia kukojoa, bro, endelea kupiga show sana, kwa sababu hata ukimwachilia akienda chooni hakuna mikojo yatakayotoka. Sasa pale anataka kujiachia, yani ana hofu fulani ya kwamba sije nikaambiwa na kujua kitandani, ndo anajibana. Mwambie kujua kitandani, kama nitakuwa mikojo godoro mtalitoa nje, lakini yale maji hayana rangi, hayana harufu, hayana ladha, na yakimwagika kwenye shiti sekunde 5 ni nyingi, yameshakauka. Wewe uogopi? Mwanamume, zingatia kumtoa mwanamke wako maji.